Ndani ya nyumba yako au kwenye gari lako au sehemu ya hifadhi yako au ameingia kwenye biashara yako au ofisini kwako. Ndoto hii inakuwa inamaanisha vitu mbalimbali katika ulimwengu wa roho. Ukiota nyumbani mwako kaingia nyoka au kwenye gari lako au sehemu unayofanyia biashara, ujue tayari kuna uvamizi wa kiroho ambao umeshafika katika eneo hilo. Huo ni uvamizi katika ulimwengu wa roho. Na ndoto hii ina maana kwamba maadui zako wamefanikiwa kuingia kwenye himaya yako. Maadui zako wamefanikiwa kuingia katika himaya yako. Maana yake ni kwamba wanajua mambo yako ya siri yanayokupa nguvu maishani mwako na kujua siri ambazo ni muhimili wa maisha yako. Ina maana mpaka adui anaingia ndani ambaye ni nyoka, tayari ina maana kuna maadui zako wameshajua mambo yako ya siri yanayokufanya wewe ufanikiwe katika maisha, mambo yanayokufanya wewe ustawi, mambo yanayokufanya wewe uweze kupata nguvu, uweze kupata muhimili. Ina maana maadui zako wameshatambua wewe mifumo yako ya kiroho unayotumia katika kufanikiwa labda kifedha, kiafya, labda katika mahusiano au kindoa. Tayari ina maana maadui wameshajua mambo yako unayoyafanya ili kusudi ufanikiwe. Maana nyingine, ndoto hii inaonyesha kuwa huna ulinzi. Yaani ndoto hii inamaanisha kwamba hauna ulinzi wowote ambao unakusaidia wewe katika kufanyaje, katika kujilinda katika ulimwengu wa roho. Adui aliingiaje ndani katika himaya yako? Ina maana kama hauna ulinzi, ina maana adui ni rahisi kuingia. Sasa mpaka adui anaingia ndani, ina maana wewe ulinzi hakuna. Kama adui ameweza kuingia ndani, ina maana adui amefika katika kiwango cha juu mpaka kukuvamia ndani, ina maana tayari ulinzi kwako hakuna. Nyoka anaweza kutumika kama ni nguvu za kichawi, nyoka anaweza kutumika kama ni wachawi wenyewe, au nyoka anaweza kutumika kama ni miungu, nyoka anaweza kuvaa sura ya watu wabaya, nyoka anaweza kuvaa sura ya maadui ambao wao kazi yao ni kukufuatilia wewe na kukuharibia mifumo yako ya kimaisha, au kukufuatilia wewe na kukuharibia mifumo yako ya kibiashara, au kukufuatilia wewe na kukuharibia mifumo yako ya kimahusiano au mifumo yako ya kiulinzi katika ulimwengu wa roho. Sasa nyoka huyu mpaka unamuota amekufikia ndani, ina maana tayari hapo ushindi, ulinzi hakuna katika ulimwengu wa nini? Ulimwengu wa roho. Tambua kwamba elimu hii ya ndoto ni ndani ya spiritual, ndani ya ulimwengu wa roho, sio ulimwengu wa mwili. Hamna mafanikio hapo ulimwengu wa roho. Sasa mpaka inafikia hatua ya kuvamiwa, ina maana tayari kuna mlango ambao uko wazi katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Ndoto hii inaonyesha kuwa uko kwenye hatari. Upo kwenye hatari. Ndoto hii inamaanisha kwamba uko kwenye nini? Kwenye hatari. Kwa kuwa maadui wameingia ndani, yaani wamezijua siri zako, siri za nguvu zako. Wanajua ushindi wako unasababishwa na nini? Wanajua ushindi wako unasababishwa na kitu gani? Wanafahamu kwamba ushindi wako wewe unaotumika mpaka sasa hivi wanakutafuta, lakini wameshatambua kwamba wewe unafanikiwa kupitia njia gani. Na katika kufanikiwa kwako wametafuta kitu gani? Kile kinaitwa wametafuta udhaifu. Wametafuta udhaifu wako upo katika eneo lipi, ndio maana wamekuvamia na wameingia. Kwa sababu hawawezi wakaingia bila kupata mlango wa kupitia. Ina maana wametafuta udhaifu wako upo wapi, ndio maana wakapata nafasi ya kukuvamia na kuingia ndani. Kwa hiyo kama umeota ndoto hizo, lazima wewe uanze kujitathmini binafsi kwamba mimi udhaifu wangu katika biashara uko wapi? Udhaifu wangu katika mahusiano upo wapi? Udhaifu wangu mimi
katika swala zima la kiimani upo wapi? Udhaifu wangu mimi kiuchumi uko wapi? Udhaifu wangu kindoa uko wapi? Ndipo hapo utakapoanza kufanya maombi kwa ajili ya kutoa adui na kuwafukuza na kufanya urejesho wa ulinzi katika maisha yako. Kwanza kabisa, hakikisha kuwa unaweka sawa mazingira yako, yaani mambo ambayo ni muhimili wa maisha yako, kazini, kwenye familia, kwa marafiki, kwa ndugu, kwa jamaa. Kuna maombi mbalimbali unaweza kuyafanya kupitia ili swala hili la ndoto yako iliyoota. Yapo maombi mbalimbali ambayo unaweza kuyafanya kupitia swala la uvamizi wa kiroho. Kwa sababu ukivamiwa kiroho ina maana upo tayari kwa ajili ya kufanyaje? Kwa ajili ya kutawaliwa na yule mtawala aliyokuja. Nyoka kaingia katika himaya yako, unaweza kuweka maombi ya urejesho. Maombi ya urejesho, maombi hayo ambayo unaweza kutumia mistari ifuatayo ya kuanzia. Unaweza kutumia Zaburi 56 mstari wa 9, au unaweza kutumia Isaya 7:7 kwamba jambo hili halitakuwa katika maisha yangu. Isaya 7:7 na Zaburi 56 mstari wa 9. Mwongozo huu unaweza kukusaidia katika swala zima la kuanzia, na kama utakuwa umeshindwa sana kuanza na jinsi gani ya kuweza kuendelea na maombi, unaweza kunitafuta kwa kupitia namba hiyo hapo ambayo inaonekana hapo kwenye screen yako. Nitakupa mwongozo na nitakuelekeza jinsi gani ya kuanza kufanya maombi hayo ya urejesho wa vitu vyako vilivyoibiwa katika maisha yako. Asante sana.